Nitoe pongezi kubwa kwa waziri wetu Mheshimiwa Chongolo. Kwa kweli umetuheshimisha baba yetu. Kuja kwako kipindi hiki muhimu kabisa cha kufunga msimu na kufungua msimu mpya wa kilimo, umepiga bao la mkono. Hongera sana. Kweli umetuheshimisha. Amefanya vizuri. Naomba tumpigie makofi sana. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mbozi, Mheshimiwa Waziri, tunazo changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza, tumezalisha kwa wingi zao la mahindi. Ni matokeo ya wauzaji wa pembejeo za kilimo hapa. Wakulima wamezalisha kwa wingi, na si tu Mbozi, mkoa wa Songwe na Tanzania kwa ujumla. Changamoto ambayo imetupata sasa ni bei ya zao hili la mahindi. Kwa kweli wananchi wana maswali mengi ambayo wanatamani kusikia waziri amekuja Songwe anawaambia nini. Lakini bei yake ya mahindi ukilinganisha na uzalishaji wake, uzalishaji uko juu sana. Mtu heka moja mpaka azalishe ni chini ya sasa, lakini akipata mavuno ya kuuza sasa hawezi hata kupata milioni moja, maana hakuna faida. Ila ni kutokana na bei ambayo iko sokoni sasa. Hapa mlo wananua 42, 45 wamenunua kwa bei kubwa sana. Hii bei na wanategemea wakinunua, wakiuza mahindi yao warudi tena kwa uzaji wa pembejeo za kilimo, wanunue mbolea, wanunue madawa, wanunue mbegu, wakashindwa. Mheshimiwa Waziri, tusaidie kwenye hili. Inawezekana soko bado halijafunguka sana, lakini serikali yetu chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, wako watu wa NRA wako hapa. Naamini serikali ikiingia sokoni, automatically bei ya mahindi itapanda tu. Tunaomba sana Mheshimiwa Waziri, tusaidie hapa. Jambo la pili ni upatikanaji wa mbolea. Mwaka jana tumeingilia serikali, mbolea zilichelewa hasa za kupandia, na wakati sasa tunaanza kupanda ndio mbolea inaanza kuingia, na ile kwa uchache sana. Ile changamoto iliwakumba mawakala hao, iliwakumba wakulima, lakini ni wakala hao wanajitahidi sana. Nilikuwa nashuhudia tunapambana kama na mimi Dar es Salaam kuhakikisha wanapata mbolea pale TFC. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kazi mlizofanya. Lakini mwaka huu tuna imani mbolea itapatikana, na nilisema tu kweli, tumekaa kule ndani na Mheshimiwa Chongolo ametuambia mambo mazuri, na wewe naamini atawaambia na nini kuhusiana na upatikanaji wa mbolea. Asubuhi nimemuuliza mwenyekiti wa biashara, vipi upatikanaji wa mbolea? Akaniambia mpaka dakika hii walioingiza mbolea ni kampuni moja tu, OCP. Tunatamani kuona makampuni yanaingiza mbolea, lakini pia mawakala hao wanapata mbolea kwa ajili ya kumuuzia nani? Mkulima. Na mimi Mheshimiwa Waziri umekuja, utatusaidia kutatua changamoto hii. Lakini pia wananchi wanategemea kusikia kutoka kwako kama serikali, mbolea inapatikana kwa ruzuku na bei shilingi ngapi? Na mimi watapata majibu haya. Wanahajapo wafanyabiashara wao au makampuni yangetamani kusikia na ruzuku. Ndugu zangu, mimi ni wachache, lakini wakulima ni wengi, na ndio maana sisi wabunge tunawapambania wapate mbolea kwa bei ya ruzuku. Hiyo ni changamoto ya pili. Na tatu, kuna wakulima wa kahawa, hata hawa wa mahindi. Mbozi na mkoa wa Songwe kumekuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Ili wavune kahawa wanahitaji kumwagilia, na umwagiliaji wa sasa Mbozi umekuwa na changamoto kubwa. Ukiangalia msimu huu tunaanza mwezi wa 8, Mheshimiwa Waziri, watu wanakimbizana na madumu, wanakimbizana kukodi magari, kukodi maboza kwenda kumwagilia mashamba yao. Changamoto imekuwa kubwa, asipomwagilia hapati kahawa hata kidogo. Kwa lazima kila mwananchi ambaye analima kahawa amwagilie. Sasa hili jambo liko kwako, tunaomba sana utuangalie Mbozi na mkoa wa Songwe tupate mabwawa ya kumwagilia mashamba ya hao wakulima. Watanufaika sana na kahawa kwa mkoa wa Songwe, kwa jimbo hasa la Mbozi ndio dhahabu yetu. Tunakutegemea sana, utusaidie sana. Bahati nzuri waziri yeye hapa amewahi kuishi
na mfanya kazi hapa. Inawezekana wakati anafanya kazi hapa kwa na changamoto hiyo, lakini tunaomba tusaidie sana mabwawa kwa ajili ya kumwagilia. Mitambo na nini mnayo na utakuwa tayari kusaidia. Mwisho naomba kwa niaba ya wananchi wa Ikungi wa Mbozi, kwa heshima uliotupa ya kufika hapa, tutakuzawadia mahindi gunia 10. Na hizi gunia 10 tunaomba Mheshimiwa Waziri utatupa utaratibu, timu yako ipo, katibu wako na wasiliana naye, ataniambia nisisafirishe vipi kufika nyumbani. Na mwisho na siku muhimu, bado naishi mkoa wa Songwe. Sisi matatizo ya Songwe hata pale yako nje ya uwezo wako, yako nje ya wizara yako, tutakuomba barabara moja msaka. Nikuombe tu uwe sehemu yako kama mkono, kama mbunge wa Mbozi, ili barabara tusaidie. Amekuja rais, niliposimama na umepigia msumari, nikuombe wewe unakaa jikoni kuliko mawaziri. Tusisitize na wewe mbunge wa Mbozi, tupate barabara moja msaka. Na hii barabara ni barabara ya mkoa wa Songwe, si barabara ya Mbozi peke yake. Itaufungua mkoa wa Songwe, itawafanya biashara na wafanyabiashara na wafanya biashara zao vizuri sana. Tukikomboka hapa, na ndio wale niliona juzi nimekuja bungeni na wageni zaidi ya 55, wazee wachungaji, mashehe, wazee wa pia, wazee maarufu, madiwani, wafanyabiashara, wale wote kudai barabara. Tukuombe Mheshimiwa Chongoro, wewe hapa ni mbali, Mheshimiwa Waziri, tusaidie jikoni tupate barabara hii ndio kabisa. Asante sana. Inakuwa sehemu ya kusukuma ujenzi wa barabara ya Mloo kabisa, kwa sababu za msingi za kupokea ombi na kumhakikishia Mheshimiwa Mkonde kwamba hili ombi nimelichukua ni kwa sababu mimi ndiye niliwe andaa sherehe ya kusaini mkataba na mkandarasi. Tapigwa picha pale tukiwa na rafiki yangu DC pale, tulikuwa tumevaa na suti, tukiwa tunajua mambo yetu yanatokea. Sasa itakuwa ni matamanio yangu kuona hilo linatokea na nilikuona huko bungeni pale na ule ujumbe, nilimuona mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya na timu kubwa ya machifu na wachungaji na watu wote, ukiwa umeleta kusukuma ajenda hiyo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na mimi nikuhakikishie, kila nitakapopata fursa ya kusogelea sogelea Waziri Mkuu, nitamwambia Mheshimiwa, nakumbuka wale machifu siku hiyo waliingia bungeni na ile jina yao. Alafu akiniambia, nakumbuka, namwambia yeye wakija kufuatilia kabisa mambo yako yataendelea kusogea. Ndio wito kwa mmevudu, hamna haja ya kukimbilia sokoni mara haraka. Uza mahindi kidogo kwa kiwango cha fedha ambacho tunakihitaji kutumia kwa wakati. Mahindi mengi hifadhi, uza wakati bei tayari imeshakaa vizuri. Wengi mnakimbia ili mwai kwenda kuupooza moyo. Moyo utapoozeka hata kama una hela kidogo, baadaye utaupooza vizuri zaidi. Nisingekuja leo ningekoma. Nilikuwa nikimaliza kupokea simu ya Asume ikakuja ya Mkonde, na ukiona ya Mkonde inaanza na message 5 alafu siku yake unakuja. Sasa kama mimi lazima niombe kibali cha kufunguliwa gesi na Mheshimiwa Rasi, kwa vile ndio mtoto huko, lakini jamaa walikuwa wanielewe. Na kushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuepusha gesi na Mheshimiwa. Na wewe mambo yako yalikuwa makubwa sana huko mbele. Asanteni kwa zawadi. Sasa hii zawadi hii mtakilipa kwa njia nyingi sana. Na mimi kila nitakapokuwa nikitembea kwa inanifanya nipate mateso sana.